Ninaukaribisha tena katika siku hii nyingine kujifunza maneno ya uzima, habari za ufalme wa mbinguni. Tumekwisha kuanza kujifunza kwa habari ya swali hili ambalo linasema kwamba uvuguvugu ni nini? Kama jinsi ambavyo tumeona katika maandiko matakatifu, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 16, maandiko ambayo yanajaribu kuongelea kwa habari ya kanisa la Laodikia, kanisa la 7, ambalo linazungumzia kwa habari ya watu ambao ni vuguvugu. Na kwa kuwa kanisa la 7 ndio kizazi hiki, basi ni jambo ambalo tunapaswa kujifunza na kuelewa uvuguvugu ni nini. Kwa maana kwa namna moja ama nyingine, hao wanaoambiwa kuwa ni vuguvugu hawawezi kuliona hilo, kwa kuwa pia maandiko yamesisitiza hilo na kusema ya kwamba wewe ni kipofu na maskini na uchi. Kwa maana kipofu hawezi kujiona ya kwamba ni vuguvugu. Kwa maana kwa jinsi ya roho ndivyo kizazi hiki kilivyo. Sasa kwa sababu hiyo tuweze kujua uvuguvugu maana yake ni nini. Lakini pia kama jinsi ambavyo tumetangulia katika video iliyotangulia kwa habari ya uvuguvugu, kwa maana ni swali ambalo tayari tumekwisha kuanza kulijibu, lakini tukaelezea katika kipengele ambacho kinahusiana na mafundisho ya maziwa au mafundisho ya awali ya Kristo, ambayo Paulo mtumishi wa Mungu alielezea na kusema katika kitabu cha Ibrania sura ya 5, kianza ule mstari wa 10, anasema ya kwamba kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa amekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasavyo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Hili ni jambo ambalo Paulo mtumishi wa Mungu aliliongea kwa kanisa lile ambalo wakati ule yeye akiwa anahubiri, hao watu ambao walikuwa ni Waebrania. Akiona hali hii ya hao watu ambao walikuwa wanautafuta uso wa Mungu, kwamba wamekuwa katika maziwa au mafundisho ya kwanza ya Kristo, hawajaijua haki kikamilifu. Na tukaweza kuangalia mafundisho haya ambayo ni maziwa kuwa ni mafundisho ya kuzitubia kazi zisizokuwa na uhai, lakini vile vile kuwa na imani kwa Mungu, kuweka mikono wagonjwa, kufufua wafu, mafundisho ya hukumu ya milele, mafundisho ya mabatizo. Yako aina kama 6 ukisoma katika kitabu cha Ibrania sura 6 mstari wa 1 na wa 2. Sasa hayo akayaona kuwa ni maziwa. Sasa leo tuendelee katika kipengele cha 2. Kipengele ambacho kinahusu mafundisho ya mali. Ukitazama vizuri utaweza kuona ya kwamba kizazi hiki ambacho kina mafundisho ya awali ya Kristo au maziwa, ukiangalia madhehebu yote, hasa madhehebu ya kirokole, ambayo ninayaongelea sana kwa kuwa ni watu ambao wamezaliwa hivi karibuni kwa ufunuo ambao ulikuja kupitia mjumbe William Seymour. Na Bwana anawaonya katika kanisa la 7 ya kwamba ni vuguvugu. Na kwa sababu hiyo uvuguvugu wao unatokana na mafundisho ambayo ni awali ya Kristo, kama sehemu ya kwanza tulipotoka kuangalia. Ukitazama vyema utaweza kuona ya kwamba watu hawa wanapotoka tu katika haya mafundisho kutaka kuendelea mbele, ndipo unapoweza kuwaona sasa wanatoka na kuingia katika mafundisho haya ambayo leo hii nataka tukayaangalie, mafundisho ya mali. Na ndipo unaweza ukaona jinsi gani ambavyo kila mtu, mchungaji, mwalimu, mwinjilisti, leo hii iwe ni masokoni, iwe ni makanisani, utakuta kwamba mafundisho ambayo yanafundishwa ni kuhusu mali au uchumi. Ndicho ambacho utaweza kukisikia kila mahali. Na wokovu leo hii ambao unaweza mtu anakuhubiria, ukimwangalia vizuri anakuhubiria kutoka kwenye umaskini ili uwe tajiri. Haya ni mafundisho ambayo ninyi wenyewe mnaweza mkawa walimu wa kuweza kunambia jinsi gani yanavyoonekana na yanavyotendeka, kwa kuwa ni dhahiri kila mahali. Sasa nataka tukasome katika maandiko matakatifu jambo ambalo linahusu haya mafundisho
ambalo alilisema Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Maandiko yanasema hivi: hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Hapa Bwana Yesu analinganisha mali kuwa kama bwana pamoja na Mungu kuwa kama bwana mwingine. Kwa lugha nyingine kwamba Mungu na mali anawalinganisha kuwa ni mabwana wawili. Ndipo hapa anaposema ya kwamba hamuwezi kuwatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja, kwamba mkamtumikia Mungu na mkatumikia mali. Hii mali anaipa hadhi ya kuwa bwana, anaipa hadhi ya kuwa kama miungu ambayo watu wanaitumikia. Maana yake ina mafundisho yake, ina roho yake, ina namna jinsi ambavyo watu wanapaswa waenende na kuishi ili kwamba wapate mali, au ili kwamba neno hili likae ndani yao. Na kwa lugha nyingine anatofautisha kwamba haiwezekani, kwa sababu ni vitu viwili tofauti ambavyo haviwendi pamoja hata siku moja, kwamba mafundisho ya mali na mafundisho ya Mungu. Manake kama haujaweza kuyatofautisha mafundisho ya mali na mafundisho ya Mungu, bado haujamjua Mungu. Ndio kile ambacho mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anakiongelea, kwamba mtu ambaye amezoelea maziwa na kuendelea kuhitaji maziwa hajui sana neno la haki. Na kwa maana hiyo ndio maana unaweza ukaona ya kwamba kwa nini mafundisho haya yameshamili sana. Ni kwa sababu yanafundishwa katikati ya watu ambao wanaendelea kuhitaji maziwa. Ni watu ambao mafundisho walionayo ni mafundisho ya awali ya Kristo. Na kwa sababu hawalijui sana neno la haki, hawali chakula kigumu na hawakitaki, hawawezi kumjua Mungu katika ukamilifu na hawaelekei katika utimilifu. Kwa maana hiyo ni watu ambao kudanganywa na mafundisho haya ni rahisi. Na kwa kuwa Kristo anasema kwamba hamwezi kumtumikia Mungu na mali, maana yake tafsiri yake ni kwamba mafundisho ya mali hayatoki kwa Mungu. Mafundisho haya ambayo leo hii tunayaona yako kila mahali hayatoki kwa Mungu. Na Kristo aliongea neno hili kwa wale ambao waliwakuta kipindi kile, kwa maana madhehebu ya kipindi kile ambayo na yenyewe yalikuwa katika msingi huo, hata akawaita kuwa ni wanafiki. Sasa ikiwa kwamba hayatoki kwa Kristo, mafundisho haya ya mali hayatoki kwa Mungu, manake ufunuo wake unatoka wapi? Huo ndio ufunuo wa damu na nyama ambao tuliangalia katika kitabu cha Mathayo 16 wakati tunaanza kuangalia kanisa la Mungu ni lipi. Kwa maana kwamba kila ufunuo unaosikia wewe kutoka kwa mwalimu, askofu, mchungaji, nabii yoyote yule, iwe ni mtume jinsi anavyojiita mwenyewe, ufunuo wa mafundisho haya hautokani na Mungu, bali unatoka katika damu na nyama, kwa maana ya wanadamu. Na ndio kwa nini unaweza kauona ni ufunuo ambao umemea na kila mtu anaweza kaujua, kwa sababu ni jambo tu la kujiongeza, kwa sababu tuna experience kubwa ya maisha. Tumesoma shule jinsi ambavyo tumefundishwa kuhusu ujasiriamali. Ni njia zile zile, ni ujasiriamali. Na ndio maana makanisa haya mara nyingi si makanisa tena, bali zimegeuka kuwa kama ni entrepreneurships, mahali ambako watu hawa wanakusanya watu kwa ajili ya kukusanya mapato. Sasa hebu tutazame maneno ya Paulo, mtumishi wa Mungu, mtume ambaye alihubiri injili hii ambayo leo hii watu wengi wanasema ya kwamba tunayo. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 anasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Aliliona hili kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu. Na watumishi wote wa Mungu wanalitazama na kuliona hili kama Kristo alivyoliongelea, kama Yohana alivyoliongelea, na kama mtumishi yote katika maandiko huwezi kuona anakuja na type ya mafundisho haya, uchumi wako sio utabarikiwa, utainuliwa, utamiliki kile, utakuwa na hiki. Mafundisho hayo yanapingana na Mungu.
mara nyingi yanamtoa mtu katika roho na kumpeleka katika mwili na kumpeleka katika ulimwengu. Na ndio maana unaweza ukaona watu hawa ambao wamebezi katika haya mafundisho, angalia tu hata mienendo yao katika roho, utaona kabisa ya kwamba ni watu ambao wana ujuzi wa neno na kufundisha na kuweza kuelewesha watu fulani, lakini hakuna uhalisia wa kila ambacho kimeandikwa katika maandiko. Lakini jambo lingine, hata kama mafundisho haya tuseme ya kwamba kama jinsi ambavyo leo hii Bwana ameruhusu akajifanya kwamba hayaoni, akafumba tu macho yaendelee kama jinsi ambavyo tunayaona leo. Sasa tuseme ya kwamba watu wote sasa watajirike kama jinsi watu hawa watumishi hao wanavyotamani. Na siamini kwamba wanatamani hilo jambo, bali ni kwa sababu ya tamaa yao ambayo wanailisisha kwa watu wengine. Lakini tuseme ya kwamba wamefanikiwa watu wote. Je, ndipo watakavyoenda mbinguni? Ndio kila ambacho Bwana alikiagiza? Kwa sababu yeye anachohitaji ni utakatifu. Lakini watu hawa usiku na mchana wako wanafundisha mambo ya mali. Na leo hii ulimi wa kila mchungaji, ulimi wa kila askofu, awe ni padri, awe ni mtu yoyote unamsikia anafundisha Injili, karibu 90% ya watu ambao wanahuduma au ni wachungaji, walimu, wainjilisti au maaskofu, ulimi wao upo kwenye uchumi na mali, upo kwenye haya mafundisho ya mali. Na hili ndio jambo ambalo unaweza ukaliona ya kwamba hii siyo Injili ya Kristo. Ni injili ya mwanadamu, mafundisho ya mwanadamu ambayo sasa kwa bahati mbaya kwamba wanadamu ndio ambayo wameyashika na wanayatafuta usiku na mchana. Na wanatafuta kila mtumishi ambaye atakuwa anaonekana kuwa na ufunuo ulio bora wa mafundisho haya, ambao utawasaidia watu hawa wapate kila ambacho nafsi zao zinataka. Kristo alisema ya kwamba mtu akipenda nafsi yake ataipoteza. Na kwa maana hiyo watu hawa hufundisha watu wapende nafsi zao. Ukiachilia mbali na kwamba wanatamani ubarikiwe, lakini wanawafundisha kwamba watu tamanini yale ambayo nafsi zenu inatamani na myatafute hayo. Na ndiyo ambayo tumwijie Bwana na kumomba hayo, kwamba atubariki, atupe kila ambacho nafsi zetu zinataka. Na huyo sio Kristo. Manake ni Kristo mwingine ambaye tayari amekwisha kuingizwa katikati ya kanisa. Na ndiye anahubiriwa kwa nguvu katikati ya kanisa. Kristo ambaye siye yule aliyeandika maandiko, kwa sababu yeye alikataa, hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa imewezekanaje watu hawa wakatumikia? Manake wamejitafutia au wamekuwa na Kristo mwingine. Sasa watu wanamtumikia huyo mwingine tena kwa bidii. Na imekuwa ni jambo la furaha sana. Na ni jambo ambalo linaendelea kutukuzwa na watu katikati ya jamii. Na ni jambo ambalo leo hii kila unayemuona anatamani kumtumikia Bwana anashika gongo la watu hawa na kwenda kuambia watu kwa habari ya uchumi wao. Sasa unaweza kaona ya kwamba Kristo anahubiriwa lakini kwa unafiki, kwa sababu si mafundisho yake haya. Kwa sababu kila ambacho alikikataa ndio watu ambacho wanakifundisha, na kila ambacho alisema kifundishwe ndio watu ambacho wamekiacha. Sasa tusome kitabu cha Mathayo sura ya 23. Tunaweza tukaona maneno haya ambayo Kristo aliyatamka kwa yale madhehebu au kwa wale watu ambao waliwakuta kipindi kile. Mathayo 23 mstari 23 nasema kwamba ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imeyapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Mstari wa 23. Anawaita kuwa ni wanafiki kwa sababu tu wanatoza zaka ambazo wao walikuwa wameweka mhimili au mafundisho yao walikuwa wameegemea sana kwenye zaka na kubarikiwa kwa watu watoe zaka mpaka za bizari, watoe zaka za kila vitu. Hakulikataa jambo hili, alisema kwamba ni sawa kulifanya, lakini wao walikuwa wameegemea sana pale. Wakaacha mambo ambayo ndio yalikuwa ya msingi, mambo ya adili na rehema na imani. Hayo wakayaacha pembeni. Yakawa si kitu kwao.
kumfundisha mtu utakatifu likawa si jambo kwao ambalo linaweza kuwafaidisha. Kama baadhi ya wachungaji leo unaweza kawasikia dhahiri kabisa akisema ya kwamba mimi sijaitwa kufundisha utakatifu. Mimi nimeitiwa kufundisha uchumi. Kwa hiyo kila mtu afundishe kila ambacho ameitiwa. Kwa nini Kristo asingewaambia watu hawa kwamba kwa kuwa ninyi mmeitiwa hiki basi hamna shida, fundisheni hiko? Hilo fundisho la kwamba nimeitiwa si fundisho ambalo linatoka kwa Mungu. Linatokana na wanadamu ambao tayari washakengeuka na kuamua kwa mioyo yao na kwa dhahiri kabisa kwamba wakamtumikie mungu mwingine ambaye ni mali. Wakamtumikie Ibilisi. Ndio jambo ambalo unaweza kaliona ya kwamba watakwambia kwamba nimeitiwa hiki. Wanajipa uhalali kwamba Bwana amenichagua nifundishe haya mimi. Kwa kuwa sijaitiwa hayo mengine hayanihusu. Kwamba watu ni watakatifu mimi sijui. Watu wana uadilifu mimi sijui. Wana imani sijui. Mimi ninachojua ni watu wanatakiwa kuwa tajiri. Na wengine mpaka sema ya kwamba mimi ni Elia. Nimeitwa kama jinsi alivyoitwa Elia kuja kuwageuza watu kutoka katika miungu. Mimi nimekuja kuwageuza watu kutoka katika umaskini wawe tajiri. Haya ni mafumbo ya shetani. Na jinsi gani ambavyo ndimi hizi zinavyonena ni kana kwamba umetumwa na Mungu, lakini si Mungu aliyewaagiza waseme maneno haya. Wananena maneno yao kwa jina la Mungu. Wala hakuna ufunuo Mungu anauleta kupingana na neno lake. Ila Bwana ameyafumbia macho haya hata wakati utakapowadia wa kuadhibu. Na watu hawa wataendelea na kujiona ya kwamba hayana shida kwa kuwa Bwana bado anaendelea kusema na sisi. Lakini liko jambo ambalo Bwana kama mngeweza kulielewa kwamba alishaitamka siku ya kuja kuharibu ulimwengu. Kwa kuwa watu ambao wapo hata katika kanisa ni vuguvugu. Maana mafundisho ambayo yanawafanya watu wastarehe na kuona ya kwamba ufalme wa mbinguni wanao tayari. Na kilichobaki ni kutafuta mali na jinsi nafsi zao zinapotamani. Wakati ambapo hawajaufikiria, bado wako katika maziwa. Na zaidi wamelimbikizwa mafundisho mengi ambayo hayatokani na Mungu. Na hayo ndiyo wanayashika na kunena katika vinywa vyao kwamba tunampenda Mungu. Lakini kimsingi katika mioyo yao wanathibitisha ya kwamba wako mbali na Mungu, kwa sababu kwa kulitii tu hili neno wakati Kristo kabisa dhahiri amelitamka na kusema ya kwamba hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, akatumikia Mungu na mali. Na mtu anashika mafundisho haya kana kwamba anampenda Mungu. Lakini ni hao walimu ambao tayari wamemwacha Mungu, wamekuwa kama ni mbwa mwitu, hayawani ambao wamekuja kuliharibu kanisa na wameharibu na wanaendelea kuharibu. Haya yote ni machukizo ambayo mwanadamu ameyachagua. Lakini Bwana anatuambia ya kwamba katubu, kwa sababu wewe ni vuguvugu. Ni vuguvugu kwa sababu una mafundisho ambayo hayakupeleki mahali kokote kuwa moto. Kwa sababu sio mafundisho ya Mungu, yanakupotezea muda. Utaendelea kutafuta na kuona ya kwamba una kitu chochote ambacho utakipata katikati ya mafundisho. Wala huwezi kutoka katika uvuguvugu ambao Bwana umemchukiza na anasema ya kwamba nitakuja kuangamiza watu hao. Kwa hiyo kila mtu anaenenda katika mafundisho ni vuguvugu. Kila mtu, hakuna mtu ambaye aliye moto akaenda katika haya mafundisho. Manake wewe unayafuata na kuyafurahia mafundisho, ujue kabisa ya kwamba ukingojacho wewe ni ghadhabu ya Bwana. Na si kila ambacho unakitazamia kwamba ni unyakuo. Hakuna mtu wa namna kama hii anasubiri unyakuo. Ni kujidanganya na kupoteza muda na kuwa na tumaini ambalo si kweli. Ni jambo la kushangaza kiasi gani unapoona watu leo hii hawa watumishi wanaendelea kukimbilia huku na kule mpaka kwenye mapango na sehemu ambazo ni za ushirikina kutafuta tu ufunuo jinsi gani ya kubarikiwa au ya mtu kupata mali. Na wengine mpaka wanakuja na mafundisho kusema ya kwamba inapasa mtu akachinje ng'ombe kama jinsi walivyokuwa wanachinja wana wa Israeli, au mbuzi au kondoo, kwa sababu ya ile damu ina nguvu, atabarikiwa. Ni ufunuo ambao hautokani, japokuwa umetumia maandiko, hautokani na Mungu. Ni ufunuo unatoka kwa mapepo.
ni kazi ambazo ni za ibilisi, ambazo wanadamu wanaendelea kuzitukuza. Na mioyoni mwao ni dhahiri kabisa ya kwamba hamtaki Mungu bali wanataka mali. Kwa sababu ni mafundisho ambayo kama Kristo alivyosema ya kwamba hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Maana ukichagua mali utamchukia Mungu. Ndicho ambacho watu hawa katika mafundisho na katika mwenendo wao na katika jinsi ambavyo wanataka kuamini, wanaamini habari za mali na si Mungu. Kama Kristo alivyosema ya kwamba mnaweza kusema kwamba mbona hata Mungu tunamtumikia. Lakini Bwana alisema ya kwamba hamwezi kutumikia mabwana wawili. Mwingine atakuja na ufunuo ambao unataka watu wakanyage mafuta, wengine maji, wengine chumvi, vitu mbalimbali ambavyo vinatumiwa, ambavyo ni vya kawaida, vinapikiwa kila siku. Ni ushirikina na uganga tu ambao hauna maana yoyote, ila kwa sababu ya mali ndipo kwa nini watu hawa wanasujudia vitu ambavyo vimekufa. Wanasujudia mafundisho ambayo si ya Kristo, si ya Mungu. Na kwa kufanya hivyo tu, mmemdharau yeye ambaye amewatoa katika dhambi zenu na kuwarehemu na kuwasamehe makosa yenu. Mmemdharau yeye ambaye amejitoa kwa ajili ya dhambi zenu, wala si kwa ajili ya mambo ya ulimwengu na kufanikiwa. Na Bwana anatuambia jambo hili. Basi na ukatubu. Mwenye masikio na asikie.